tunafurahi sana kwa sababu wametukumbuka kutuletea chakula, kwa sababu hapa masoko ilikuwa imefungwa, maduka iko mbali, tunalemewa sana hapa na chakula ya watoto. Ukienda unatumia tu pikipiki kwenda kutafutia watoto na kurudi nyumbani jioni. Sasa tunafurahi sana kwa Samburu Women Trust kwa sababu wametukumbuka. Tunaomba serikali watufungulie hata business ya kuuza mbuzi ama soko, kwa sababu tunalemewa sana. Kama vile wamefungulia sehemu zingine tukisikia kwa radio. Kwa hivyo tunaomba hata sisi hata tufungulie tu hata kama kwa muda kidogo tu, alafu wafunge watu vile watueleze, kwa sababu mambo ya corona sasa tulikuwa tumeelezwa na tumejua vile unaweza jisuia kwa vitu zile wametuletea. Haya tuko na shida ya soko kwa sababu siku hizi hakuna mahali ya kuuza mbuzi na hakuna mahali ya kununua chakula. Maybe uende tu duka, na ukienda duka lazima utafute tena pesa. Pesa ndio shida kupata kwa sababu business yote ya mbuzi imefungwa kwa sababu hatuna customer kununua. Sasa hiyo shida ndio tunapata sana kwa sababu ukitaka chakula hakuna mahali utaenda kununua, hakuna kitu utaenda kununua nayo. Kila kitu nasimama. Hata manyata yangu, Kashoro manyata, hakuna biashara siku hizi. Msungu hakuna. Lakini mama nategemea shanga. Mama nategemea shanga. Siku hizi kwa shida sana. Biashara inaharibika. Mbuzi hakuna. Hakuna mbuzi ya kuuza. Shanga hakuna. Biashara inateremka chini sana. Kina mama yuko shida kubwa. Na wengine hata hawajui maana ya hii kitu. Hata hawajui kufunga. Sasa si unaona hii kitu ni mara mbili. Kuna hii pande ambaye iko laini. Kuna hii pande ambaye iko rough. Haya, hii kitu tena ni muhimu tukinunua, haufai kushare na mtu. Kuna mama alikuja kwetu leo eti kutuomba atumie na arudishe. Nikamwambia hapana, hii haifanyiwi hivyo. Si ndio? So hii kitu ukinunua ama ukipata ni yako peke yako. Hata huwezi mpea mtu, hata huwezi pea mtoto yako. Lakini ukimaliza kutumia unaosha ndio utumia tena kesho. Sasa pande hii ambayo iko rough ndio tunaweka kwa mdomo. Ili ukikoa hapa itazuia mate yako. Si ndio?